Somo ambalo Mungu anatamani tujifunze jioni ya leo linasema umuhimu wa tabia ili kuweza kusimama katika nafasi Mungu aliyokupa. Umuhimu wa tabia ili uweze kusimama katika nafasi Mungu aliyokupa. Umuhimu wa tabia ili uweze kusimama katika nafasi Mungu aliyokupa. Tutajifunza nini maana ya tabia? Tabia ni nini? Kwa nini tuwe na umuhimu wa tabia kama sisi wana wa Mungu? Kwa nini mtu aliyempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake, tabia ni jambo la msingi? Yaani kwa nini tabia ina uwezo wa kukuweka kwenye nafasi, ama tabia inaweza kumuondoa mtu kwenye nafasi? Bwana Yesu asifiwe sana. Mwaka uliopita ulikuwa ni mwaka wa kukaa kwenye nafasi. Lakini kuna watu walikaa kwenye nafasi kwa sababu ya kumwamini Yesu kwa njia ya tabia. Lakini kuna watu waliondolewa kwenye nafasi kwa sababu ya tabia. Kwa hiyo tabia inaweza kabeba uzima, lakini tabia inaweza kabeba nguvu ya mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanapitia changamoto kubwa sana ndani ya maisha yao, na kuna wakati wanamlilia Mungu kwa muda mrefu, lakini wamesahau kwamba tabia inaweza kumuondoa mtu kwenye nafasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema mpende Bwana Mungu wako kwa nguvu zako zote na kwa roho yako yote na kwa akili pia. Kwa hiyo kwenye position ambazo Mungu anatupa tofauti. Kama mwaka uliopita ulikuwa ni mwaka wa kufanya uchaguzi, lakini tabia ni sehemu ambayo itasababisha ufanye sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anaweza akawa amekupa neema kupakwa mafuta, lakini kama hayo mafuta hautaheshimu kwa njia ya tabia, unaweza ukajinajisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unaweza ukaikufuru nafasi ambayo Mungu amekupa, na unaweza ukafanya kinyume na mapenzi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na neno la Mungu linasema kwamba amelaaniwa yeye aifanyie kazi ya Mungu kwa ulegevu. Tabia inaweza ikasababisha kitu kinachoitwa nguvu ya mzaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama Efata, Mungu ametupa neema ya kuliandaa kanisa kwa ajili ya unyakuo. Si ndio watumishi wa Mungu? Lakini ili tusimame katika kuliandaa kanisa kwa ajili ya unyakuo, inabidi tusimame katika nafasi zetu. Na moja ya nafasi ambazo Mungu anatamani tusimame ni kwa njia ya kitu kinachoitwa tabia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tabia katika ndoa, tabia katika utumishi, tabia katika ushuhuda ambao Mungu amekuweka kwenye jamii fulani. Unaweza kuwa umekaa hapa lakini umeajiriwa, ama unaweza kuwa unakaa na society fulani, lakini je, hiyo society inafahamu kwamba wewe ni mtumishi wa Mungu? Je, inafahamu wewe umeokoka? Je, imefahamu kwamba umezaliwa mara ya pili? Bwana Yesu asifiwe sana. Sababu unapozungumzia kuzaliwa wa pili, ni watu, ina maana ni watu wamjue Mungu wa kweli na Yesu Kristo. Sasa ukiona kwamba tabia ina uwezo wa kuintroduce Yesu wako vibaya, ina maana unamvua Yesu Kristo nguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo kuna watu tunamvua Yesu nguo kwa kupitia ndoa zetu, kwa kupitia watoto tunaolea, kwa kupitia aina ya kazi ambazo tunazifanya, kwa kupitia aina ya maamuzi tunaoyafanya. Lakini jioni ya leo Roho Mtakatifu anasema tukae kwenye nafasi zetu kwa kupitia tabia katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nasema Roho wa Mungu anasema hivi jioni ya leo, tukae katika nafasi zetu kwa kupitia tabia. Sema amen. Sema tena amina. Yesu yupo karibuni kurudi. Anakuja kulinyakua kanisa ambalo halina mawao wala makunyanzi. Lakini sisi kama kanisa ni sehemu ya tabia. Tabia katika serikali, tabia katika jamii, tabia katika mataifa, tabia katika misingi ya kuzaliwa kwetu. Tabia zetu zinawaleta watu kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yamkini unaweza ukasema watu wananigomea kuokoka. Je, tabia yako inamvutia mtu kwa Yesu? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu linasema tufanye mtu kwa sura na kwa mfano wetu ili akatawale. Tabia ni sehemu ya domination. Mungu anapokupa nafasi, anaachilia Roho wake Mtakatifu ili akaufanyia moyo wako tohara. Roho Mtakatifu anabadilisha akili yako inakuwa tabia. Tunaelewana watumishi wa Bwana Yesu? Anaibadilisha akili yako inakuwa tabia. Usiporuhusu akili yako itumiwe na Roho Mtakatifu, hauwezi kuwa na tabia njema, hauwezi kuwa na ushuhuda, hauwezi kuwaleta watu kwa Yesu, hauwezi kuleta nguvu ya maongezeko. Sana sana wewe utakuwa ni kikwazo mbele za Bwana. Kuna watu ambao ni kikwazo mbele za Bwana. Watu hawatamani kukaa kanisani kwa sababu yako. Watu wanakataa huduma kwa sababu yako.
tabia yako inamdhalilisha Yesu. Sasa Roho Mtakatifu jioni ya leo anaitafsiria kanisa kwamba tubadilike kwa kupitia character. Tubadilike kwa kutumia nini? Tabia. Ili tunaposimama mbele ya mataifa watu wajue kweli hawa ni watumishi wa Bwana Yesu. Hawa wamezaliwa mara ya pili. Hawa wameokoka. Mtumishi wa Mungu unapokaa katika nafasi ya kiofisi, isitokee urahisi tu na kutoka kwenye nafasi. Maandiko yanasema wale walioushinda ulimwengu wamekuja mpaka huku. Je, wewe unashinda nini? Muulize jirani yako, umeshinda nini? Mwambie umeshinda kitu gani? Muulize tena. Bwana Yesu apewe sifa, watumishi wa Bwana Yesu. Leo tumekaa tumeokoka, tunakaa kwenye ndoa lakini unatoka. Kwa nini unatoka? Sio tabia ya utumishi. Lakini siku hizi ukienda mahakamani, ukienda kwenye mabaraza ya masuluhisho, unakuta mpaka wewe unaenda kwa lugha mpya, unaenda kusuluhishwa ndoa. Lakini zamani kipindi tumesimama kwenye nafasi zetu, mtu ambaye anashindwa ndoa anaenda kwa mlokole. Anaenda kupata suluhisho. Anaenda kupata ufahamu. Anaenda kupata hekima. Anaenda kupata suluhisho la maisha yake. Na ndio maana ya wokovu. Sema wokovu. Sema tena wokovu. Sema tena wokovu. Sema tena wokovu. Wokovu ni makimbilio. Bwana asifiwe. Wokovu maana yake ni watu wa kukimbilia wewe. Ndio maana Biblia inasema nimekukimbilia wewe Bwana ili nisiaibike milele. Kwa watu wanatamani wakukimbilia wewe ili wapate uzima wa milele. Sio waone roho ya mauti. Sio waone roho ya kushindwa. Kushindwa kwa njia ya uchumi. Kushindwa kwa njia ya ndoa. Tena unakuta wakati mwingine huyo anayekusaidia suluhisho ni mpagani. Anapunga na majini. Yaani unafikia viwango tunaonekana sisi tuliookoka ni watu wa kawaida. Sema anakataa kuwa kawaida. Sema anakataa. Nakataa kuwa kawaida. Sema Bwana Yesu, jioni ya leo kwa kupitia Roho wako Mtakatifu akanipake mafuta ya kutokuwa mtu wa kawaida katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Sema amen. Sema tena amen. Sasa tujifunze nini maana ya tabia? Tabia ni mwenendo unaotokana na akili na moyo wa mtu. Tabia ni mwenendo unaotokana na akili na moyo wa mtu. Unapozungumzia tabia, asili yake ni moyo na akili ya mtu. Yote kwa pamoja ukivikusanya unapata tabia. Kwa hiyo ukitaka kushughulikia tabia ya mtu, ukitaka kushughulikia tabia yako binafsi, mwambie Roho Mtakatifu, shughulika na akili yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Shughulika na moyo wangu. Ndio maana Daudi anasema mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele za Bwana. Huyu ni mtu ambaye alikuwa anaifanyia moyo wake tohara. Ina maana kuna tabia za kigeni, kuna tabia za asili zilikuwa zinamsumbua Daudi, kiasi kwamba akaja kugundua kumbe shida ni moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Moyo wa mwanadamu ukishapata ufahamu, huwezi kuwa na tabia mbaya. Moyo wa mwanadamu ukishapokea ufahamu, huwezi kuwa na mwenendo usiompendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ya neno la Mungu. Neno la Mungu linapoingia kwenye moyo wa mwanadamu linampa ufahamu. Ufahamu unabadilisha mwenendo wako na akili yako. Huwezi kuwa na akili ya kawaida. Huwezi kufikiri kawaida, unafikiri kama Mungu. Kwa sababu Mungu anaingia mzima ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Daudi anasema mawazo ya moyo wangu mimi Daudi na maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele za Mungu. Kwa hiyo ukitaka kushughulikia tabia isiyompendeza Mungu, shida ni akili. Shida ni nini? Yes. Lakini shida pia ni moyo. Ndio maana moyo wako ukipokea ufahamu, huwezi kuwa na tabia za kulikwaza kanisa. Huwezi kukata tamaa. Huwezi kurudi nyuma. Huwezi kuzila. Huwezi kumkatia tamaa mchungaji. Sema Baba wa mbinguni, jioni ya leo kila tabia ya kigeni inaonizuia nisisonge mbele ninaikataa kwa jina la Yesu. Bwana Yesu, ninaomba unisaidie. Amen. Maana ya pili ya tabia. Tabia ni urithi unaotokana na misingi ya kuzaliwa. Tabia ni urithi unaotokana na misingi ya kuzaliwa.
ipo misingi imejengwa, inasababisha tabia mbaya. Na hizi tabia zinamzuia mtu kukaa kwenye kitu kinachoitwa urithi mwema. Urithi mwema katika wokovu na urithi mwema katika utajirisho. Mungu alipokuwa anatupa hii neema ya wokovu, aliandaa na kitu kinachoitwa utajirisho ndani yake. Sio mpango wa Mungu umeokoka unakuwa masikini. Bwana Yesu asifiwe sana. Umasikini asili yake ni dhambi. Dhambi inapokaa kwenye maisha ya mwanadamu inasababisha umasikini. Kwa wokovu unapokuja kwenye maisha ya mwanadamu, kusudi kubwa Mungu alikuwa analileta ni kufukuza pamoja na umasikini wake. Sema amina. Sema tena amina. Sababu wokovu ni nguvu za Mungu. Sehemu yote ambako nguvu ipo umasikini haukai. Sehemu yote ambako nguvu ipo huwezi kuona magonjwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa adui wa msalaba ana uwezo wa kumzuia mtu asipate ufahamu. Ile roho inaitwa kushindwa endelee kumwatamia. Na roho nyingi zinatokana na roho ya kuzaliwa. Sema kuzaliwa. Sema tena kuzaliwa. Ndio maana Biblia inasema mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Kwa swala la kuokoka ni kitu kingine na swala la kukubali na kutii ni kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kaa umeokoka lakini viwango vya kukubali na kutii bado hujafikia. Na hii ni hatua. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Mkristo aliyekamilika, moja ya vitu ambavyo anapaswa kuwa navyo, kitu cha kwanza ni kukubali kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Haleluya. Lakini jambo la pili si kukubaliana na kila ambacho unafanya. Kukubaliana na wokovu. Kukubaliana kwamba Efata ni mahali sahihi. Usipokubaliana na Efata kwamba ni mahali sahihi, utaendelea kung'aa macho. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaendelea kuzurula. Na mwisho wa siku Yesu atalinyakua kanisa, wewe utaachwa. Kwa sababu hujawahi kukubali hata siku moja kwamba Efata ni mahali sahihi. Siku utakapokubali kwamba Efata ni mahali sahihi, utaanza kumuona Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii ni nira ambayo inawafunga watu wengi. Siku utakapokubali kwamba kuanifida ni mama yangu wa kiroho, utapokea baraka. Siku utapokubali kwamba baba yangu mtume na nabii ni baba yangu wa kiroho sio wengine, utaanza kupokea muujiza. Shida yako ukubali. Unamfananisha baba yako wa kiroho na watu wengine. Sema baba ni baba. Mwambie tena jirani yako. Mwambie tena. Mwambie tena. Mwambie baba ni baba katika jina la Yesu. Mwambie acha kuzurura. Unadoea vya jirani ushibi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wakati anakuwekea alama ya kukaa hapa Efata ana maana yake. Amen. Amen. Ana maana yake ya kukuweka hapa Efata kwamba wewe pitia hapa ili upokee muujiza. Pitia hapa ili upokee baraka zake. Kwa nini unapitia dirishani? Haleluya watumishi. Yaani chakula cha jirani uweze kushiba rafiki yangu. Cha nyumbani kinanoga. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako kubaliana. Mwambie kubaliana na nyumbani ili ule mema ya nchi. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Maana ya tatu na ya mwisho, nini maana ya tabia? Tabia ni kitu cha kiroho kinachotokana na Mungu au miungu. Tabia ni kitu cha kiroho kinachotokana na Mungu ama miungu. Miungu inaweza kusababisha tabia kwa mwanadamu, lakini Mungu aliye hai ana uwezo wa kusababisha tabia yako. Ndio maana Biblia inasema kumcha Mungu ni chanzo cha maarifa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kadiri unavyozidi kuwa mcha Mungu, ile tabia ya Mungu inapoingia ndani yako, ustawi unaonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa roho za miungu ambao tunasema mizimu ina uwezo wa kumwatamia mwanadamu afu akawa aina fulani. Ndio maana unaweza kushangaa mtu ameokoka na kiburi, kumbe mamizimu haya. Haleluya. Yes. Watumishi, yapo mamiungu ya uzinzi yanaabudu uzinzi. Tunakumbuka ile miungu ya Wamoabu. Wana wa Israeli walipokula chakula chao wakaanza kuzini hapo hapo. Wewe unaweza kushangaa mtu kaokoka akubaliane na wokovu kwa sababu yale maroho ya miungu yanasababisha wewe nenda kafanye uzinzi, kanywe pombe. Yapo mapepo ya miungu yanayosababisha watu kuwa walevi. Yasipopigwa haya, hata kama mtu ananena kwa lugha mpya, bado ataendelea kunywa. Sababu yale maroho ndio yanokunywa.
Ndio maana mtu anaweza kumaliza debe zima, mtu anakunywa kreti zima. Kwa sababu gani? Yale maroho ndio yanayokunywa ndani ya miungu. Yasipofukuzwa yale na madhabahu zake, huyu mtu mtaendelea kumuona the same. Kwa kuna tabia zinazotokana na miungu ya kuzaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mienendo inayosababishwa na miungu ya kuzaliwa. Ndio maana Gideon akaambiwa na Bwana, nenda kavunja madhabahu ya Baali. Huyu ndugu ana kipawa kikubwa, huyu ndugu ana uwezo mkubwa, Mungu kamkusudia jambo kubwa, lakini miungu imemfunga, inamwambia wewe ni masikini, wewe ni masikini, uwezi, wewe ni masikini. Miungu inaweza kafunga nia watu kwenye ndoa. Kuna watu wameoa, wameokoka, lakini wanawake hata wawili wapo. Haleluya. Kwa sababu sheria ya miungu inamwambia wewe uweze kusonga mbele mpaka uwe na wanawake wawili. Kwa anavunga vunga, lakini ana wadada wawili hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Miungu ndio inosababisha hiyo tabia. Sasa ni nini watumishi wa Mungu? Huyo mtu usimchukie, mrudishe katika pendo, mpe nguvu ya ufahamu. Ndio maana sisi kama Efata tunaamini ndani ya madarasa ya kukulia wokovu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hatukupitishi tu nakwambia kuanzia sasa hivi ni Mkristo kaa kanisani. Haleluya. Lazima utengenezwe. Uambie madhara ya kutomwabudu Mungu, madhara ya miungu. Unatakiwa uwe mtu fulani, alafu usimame kwenye nafasi yako. Haleluya. Ndio maana baba yetu wa kiroho anasema Yesu moyoni, akili kichwani na pesa wapi? Sasa huyu ni mwanadamu aliyekamilika sasa. Huyu ndio mwanadamu aliyefanyaje? Aliyekamilika. Yaani huyo ndio mtu sasa. Huyo ndio mtu. Kinyume na hapo wewe sio mtu. Haleluya. Ili ufikie viwango vya kuitwa mtu au mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu, ni miungu ipigwe sangulitiko ende chini. Pige Yesu makofi, glory. Pige Bwana Yesu makofi, haleluya. Na siku ya leo kila miungu iliyokaa na madhabahu zinavunjika kwa jina la Yesu. Sema ewe miungu, sikia sauti ya Bwana. Siku hii ya leo unaniachia na unakimbia katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Sema miungu haina nafasi kwangu. Amina. Amen. Tuangalia umuhimu wa tabia ili uweze kusimama katika nafasi Mungu aliyokupa. Umuhimu wa tabia. Kwa nini tabia ni muhimu? Umuhimu wa tabia ili uweze kusimama katika nafasi Mungu aliyokupa. Kwa nini tabia ni ya umuhimu sana? Kwa nini tabia ni ya umuhimu sana? Jambo la kwanza, kwa nini tabia ni ya umuhimu? Tabia inakupa kibali cha kusimama mbele za watu. Tabia inakupa kibali cha kusimama mbele za watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anapokupa neema ya uongozi ni kwa sababu kuna aina fulani ya tabia kutoka kwake ameiona. Itimizi kwamba Mungu amekuamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tabia inaweza kukuondoa mbele za watu. Kuna mtu mmoja anaitwa Nebukadreza, aliondolewa kwenye nafasi kwa sababu ya tabia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu alimweka kwenye nafasi ya ufalme, lakini tabia ilimuondoa. Unaweza kuwa umekaa hapa, Mungu amekupa neema ya kuwaongoza watu, lakini mwambie Roho Mtakatifu, tengeneza tabia yangu. Haleluya. Ukiruhusu tabia ya kiburi, ujuaji, unaweza usimtumikie Mungu kwa unawatumikia wanadamu. Si ndio watumishi wa Mungu? Yes. Unataka uonekane wewe. Usipoonekana unaanza kununa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Kwa tabia ndio inokupa neema ya kusimama mbele za watu. Na hao watu ni wa Mungu. Askofu hao watu ni wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie Roho Mtakatifu, tengeneza tabia yangu. Ninahitaji hekima ya kiroho ndani yangu. Ninahitaji upako wa Roho wako Mtakatifu unisaidie kitabia. Tabia ikiumbika ndani yako, utabeba pendo la Mungu. Utabeba ufahamu wa kiroho. Utaongoza watu katika kusudi la Mungu na wito ambao Mungu amekupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa jioni ya leo utamwambia Roho Mtakatifu, ninaomba uisaidie tabia yangu mimi fulani. Mimi sijajua ni nafasi gani Mungu amekupa. Si tu tabia, sio uongozi tu wa kanisani. Mungu yamkini amekupa uongozi hata wa jamii.
Mungu amekupa kuwa baba wa familia ama mama wa familia. Huo ni uongozi kama ulivyo uongozi mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Biblia inasema mlee mtoto katika njia ipasayo. Mungu atakudai hiyo nafasi wewe mzazi. Usije ukasema eti mtoto amenishinda. Mungu anakuona wewe ni mjinga. Haleluya. Na Mungu asikiagi sala za wapumbavu. Kwamba mimi mtoto amenishinda anavuta bange. Kwa hiyo kuanzia sasa hivi simtaki. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana watumishi wa Mungu. Kuna wazazi wanakufuru. Mimi huyu mwanaume amenishinda. Leo kiroho ya kushindwa ikuachie katika jina la Yesu. Haleluya. Na kuanzia leo anayefuata tunakataa kushindwa. Usije ukasema eti mwanaume amenishinda, huyu ndoa mimi imenishinda. Kataa kushindwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jambo la pili, tabia ni silaha ya kiroho inayoweza kukupa ushindi mbele za maadui zako. Tabia ni silaha ya kiroho inayoweza kukupa ushindi mbele ya maadui zako. Kuna maadui wanakuja kinyume chako. Tabia inaweza kuwaondoa. Tabia inaweza kuwashinda. Tabia ni silaha. Tabia ya unyenyekevu, tabia ya uvumilivu, tabia ya upendo ina uwezo wa kuwaondoa maadui zako wasisimame mbele yako daima. Wapo maadui wanakuzunguka kila siku kwa sababu ya tabia yako. Unanungunika, umejaa uchungu. Bwana asifiwe sana. Chungu unaweza kusababisha matabia mabaya, maadui wabaya waendelee kukuzunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana tukajifunza mwaka jana nguvu ya kusamehe. Unaposamehe maadui wanakimbia. Maadui wa umasikini, maadui wa magonjwa, maadui wanaozengea ndoa yako wanakaa mbali na wewe kwa sababu una pendo la Mungu limekaa ndani yako. Sema amina. Sema tena amina. Sema tena amina. Sema tena amen. Bwana Yesu asifiwe. Tabia ina uwezo wa kumfukuza adui wa msalaba kwenye maisha yako kwa sababu tu unapenda wengine. Kwa sababu unasamehe wengine. Kwa sababu wewe mwenyewe unajikubali. Kuna watu wanajikataa mama. Mtu kajizila. Haleluya. Na hiyo ni kinyume cha imani. Kuna watu wamejikataa. Anasema mimi ni mbaya sana. Mimi sidhani kama nitaolewa. Na Yesu anasema kwamba tufanye mtu kwa sura na kwa mfano. Yes, full stop. Yaani ukishalijua tu hilo wewe ni mshindi. Ukishalijua tu hilo, yani neno la Mungu linasemaga hivi juu yangu, wewe ni mshindi. Lakini ukichukua mfumo wa dunia hii ukauingiza kwenye akili yako kwamba mimi sijasoma, mimi nina sura mbaya, kwa sifai, Mungu anakuona wewe sio. Na Mungu anasema nendeni mkatawale. Ina maana kama amekupa pumzi ya uhai, wewe ni mtawala. Si ndio? Haijalishi umesoma hujasoma, wewe ni mtawala. Haleluya. Sasa ile roho inayoitwa kushindwa inatokana na ibilisi. Inakwambia wewe ufaagi, wewe uwezagi, wewe hujasoma. Gideon alitoa ushuhuda kwa malaika kwamba si familia yetu ni masikini sana. Malaika akamwambia shut up. Haleluya. Alimwambia nyamaza kimya. Hakuna kitu ambacho Mungu hapendi kama visingizio na kujidharau. Kama mzee Zakaria alijidharau, unajua mimi ni mzee sana, mke wangu ni kikongwe hawezi kubeba mimba. Malaika akamwambia wewe, hivi unamjua Mungu aliyeziumba mbingu na nchi? Kama Yesu aliweza kufufuka siku 3, unashindaje kupata mimba mke wako? Alafu wewe sio mtu wa kwanza kuzaa ukiwa mzee, alizaaga Sara. Sara na wewe nani mzee? Bwana Yesu asifiwe sana. Malaika ibili ampige ugugu amwambie nyamaza kimya. Kuna watu mnapitia wakati mgumu, sio kwamba ni shetani. Ni Mungu kakuadhibu kwa sababu ya kutokuamini kwako. Anakuambia ni mwaka wako kusimama kwenye nafasi wewe. Haleluya. Kwa Mungu anaachilia pigo ili ujifunze. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako amini. Mwambie tena. Mwambie tena. Mwambie acha kujidharau bwana. Mwambie amini tu. Mwambie amini tu. Haleluya. Jambo la tatu. Tabia ni ulinzi wa kipawa na karama.
Tabia ni ulinzi wa kipawa na karama. Kipawa ambacho Mungu amekupa ama karama ambayo Mungu amekupa, ulinzi wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kuomba sana, sio kunena sana kwa lugha mpya. Tabia. Samson alikuwa na neema kubwa sana Mungu amempa, lakini tabia ya kutokuwa na discipline, mdhaifu sana kwa wanawake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tabia ikamharibia muujiza, ikamharibia kipawa. Mungu alimpa kipawa. Kipawa kinakutofautisha na watu wote hapa, lakini tabia inaweza kusababisha dakika moja ukawa wa kawaida. Si ndio wapendwa? Si ndio rafiki zangu? Yes. Samson alikuwa na nguvu nchi nzima. Mimi sijajua una upako wa aina gani hapo uliokaa, lakini tabia inaweza kukufyonza mara moja. Yule ndugu alikuwa ana upako wa nguvu misuli, lakini tabia ilisababisha wa kawaida ndani ya dakika moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana mtumishi wa Mungu Daudi, moja ya vitu ambavyo tunajifunza sisi wana wa Mungu wa leo, alikuwa ni mnyenyekevu sana, kwa sababu alikuwa anafahamu kwamba ninapokaa mbali na Mungu, hii neema aliyonipa, sijazaliwa na mzee Yese, sijaitoa kwenye ukoo wangu, ni Mungu mwenyewe ndio aliyesababisha. Kwa hiyo nikileta nyodo, hii neema ikiondoka, siyo tena Daudi nitakuwa mtu wa kawaida, nitarudi tena kuchunga mbuzi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ni kwa sababu ya nini? Tabia. Ndio maana ilibidi Daudi aingie kwenye toba. Anaomba toba mpaka namna ya kuzaliwa kwake, sababu aliona yale maroho ya kimiungu yaliyotokana na watu waliotoka kwenye vizazi vyake yalikuwa yanamuondoa kwenye nafasi. Roho za uasherati za huko walikotoka mabibi zake na mababu zake kule. Ameokoka, anampenda kweli Mungu, lakini kila wakati chali, kila wakati anadondoka chini. Bwana Yesu asifiwe sana. Akaona hapa kuna siku nitaondoka kwenye uwepo wa Mungu. Uwepo wa nani? Kwa sababu ya tabia. Kwa kila ambacho Daudi alikuwa anatubu ili kuondoa tabia za kigeni zinazotokana na miungu ya huko alikotoka, ambazo zilikuwa zinamuondolea mahusiano yake yeye na Mungu. Kumbe tabia inaweza karibu mahusiano ya mtu na Mungu pasipo kujijua. Bwana Yesu asifiwe sana. Tabia inaweza kafukuza neema au kipawa ambacho Mungu amekupa. Unaimba tu vizuri, Lucifer aliondolewa mbinguni kwa sababu ya kiburi. Sio watumishi wa Mungu, alijiona anaimba sana. Mimi sijajua unajionaje, maana Biblia inasema jionavyo mtu nafsini mwake ndivyo. Mimi nakushauri usijione. Haleluya. Ninakushauri usifanyaje? Muone Mungu. Narudia tena, nakushauri mimi kama mtumishi wa Mungu, usijione. Muone nani? Yes, kama unataka kufika mbali, muone Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama unataka Mungu akutumie tena na tena, na hatimaye uone uzima wa milele, muone Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana watumishi. Na katika vitu ambavyo shetani ana wivu navyo sisi wana wa Mungu ni vipawa. Vipawa na karama. Watumishi wa Mungu sana wamedondoka wengi sana kwa kupitia vipawa na karama. Watu wamedondoka, wametoka kwenye nafasi. Vipawa, karama, mafuta. Umeshajua kukemea pepo wawili watatu, unajiona na wewe ukafungue kanisa lako. Mungu atuhurumie sana watu. Mungu atuponye. Unajua inatia huruma. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kitu ambacho ni kibaya sana. Sijajua ni kitu gani kinachosumbua, lakini wengi pia ni tamaa. Tamaa ni mbaya. Lakini kitu kingine ujinga. Hebu mwambie jirani yako ujinga. Sema tena ujinga. Sema tena ujinga. Ujinga ni sehemu ya tabia. Unajiona wewe unajua sana. Unajua kuna wakati Lucifer alikuwa anajifananisha yeye na Mungu. Mimi sijajua kwamba wewe unajifananisha labda na Mama Frida, ama unajifananisha na mtumishi wangu baba yetu Kikoti. Yaani mimi najiona nipo sawa kabisa na kuhani. Haise, Mungu akusaidie. Mungu akuponye. Sema amen. Unaweza ukajifananisha kwa kumsengenya tu mtumishi wa Mungu. Ile kitendo cha kumpandisha na kumshusha ina maana wewe unajiona.
Ndio watumishi. Sababu unaweza kuuliza mtumishi sasa anajionaje? Ile tabia tu ya kumpandisha na kumshusha mtumishi wa Mungu ni kujiona, kiburi chako hicho. Sasa kiburi kinasababisha ukose kibali mbele za watu. Ndio maana kuna watu wamekaa kwenye zuio miaka mingi kwa sababu ya kiburi. Na leo Mungu akusaidie katika jina la Yesu. Sijajua ni kwa nini roho wa Mungu amechukia, lakini ubadilike leo. Sema amen. Sema tena amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapomuona mtu kakaa kwenye nafasi, ni Mungu kamweka. Na Mungu wetu ni Mungu wa majira na nyakati. Ana uwezo wa kukuweka sawa sawa na kusudi lake. Unapomuona mama leo ni kiongozi wetu wa Dodoma, ni kusudi la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Inabidi utii na kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapokosa utii huwezi kula mema ya nchi. Sema amina watumishi. Sema tena amina wapendwa. Kuna watu wamekaa wanapitia nyakati ngumu kwa sababu ya kushindana na watu wa Mungu. Kuna mtu mmoja, nikupe ushuhuda labda dakika moja. Alikuwa anashindana na mtumishi wa Mungu hivi. Anaenda kumsengenya kwa wazazi wake na watoto wake nyumbani. Yule hana lolote. Kaishio upako. Hivi na hivi na hivi. Ani mtumishi wa Mungu lakini mgonjwa. Biblia ile ushuhuda unasema ule ugonjwa uliokuwa kwa ule mtumishi ulihamia kwa ule msengenyaji. Tena mara mbili yake. Alipoenda kuombewa na mtumishi wa Mungu, ule mtumishi akamwambia rudi kwa babako, nenda kanyenyekee. Ugonjwa ndio utatoka, mimi siwezi kuutoa. Na ni kweli alipoenda kuwekwa mikono akapona. Lakini alikuwa anaenda kinyume na mzazi wake wa kiroho. Mimi sijajua unamsemaga yeye mkini hata kuhani hapa. Ama askofu wako unamdharau. Leo ubadilike katika jina la Yesu. Unamuona labda ni mdogo, umemzidi cheo, umemzidi elimu, unakemeaga mapepo kwa unamuona ni wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni hatari sana kuudhalilisha ufalme wa mbinguni. Unapomuona mama amekaa pale, ule ni ufalme wa mbinguni umekaa pale. Sasa leta mchezo. Utakuja kufa. I tell you. Acha utani. Usifanye mzaa na ufalme. Huu ni ufalme. Yaani unapomuona huyu mama amekaa ama watumishi wa Mungu wamekaa hapa, ni ufalme wa mbinguni umekaa hapa. Unaweza kuwa ni mnyenyekevu kwa viongozi wa kidunia ambao leo na kesho wanakufa. Yesu anaweza akafa. Roho Mtakatifu anakufa. Mungu anakufa. Maandiko yanasema yeye ni yule jana leo na milele. Unapokuwa unamdhalilisha mtumishi wa Mungu, wewe ni sawa na mtu ambaye hana akili na ajitambua. Kwa unapoona watumishi wa Mungu kama ni ufalme wa mbinguni upo hapa, ndio maana Yesu akawaambia wanafunzi wake, nyinyi ombeni hivi, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama kule mbinguni, na ufalme wako uje. Uje wapi? Hapa duniani. Sasa ufalme umekuja afu wewe utumie. Huu ndio ufalme wenyewe ambao tunauomba kila siku huu. Huu ndio ufalme wa mbinguni, nakwambia. Wewe kila siku ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Ukifika hapo unasimama umenyooka. Kwa wale wa duniani unanyenyekea, unataja na majina. Mungu akuhurumie sana. Bwana Yesu apewe sifa watumishi. Tuangalie sababu nyingine. Tabia ni uponyaji wa moyo. Tabia ni uponyaji wa moyo. Ukitaka kuuponya moyo wako, usikate tamaa. Usisikie uchungu, badilisha tabia yako. Haleluya watumishi. Ukitaka utoke kwenye hali ya uchungu na kutoka kwenye nafasi za uharibifu, badilisha tabia. Kuna watu wana tatizo la moyo, watumishi wa Mungu. Moyo ni mdanganyifu, una ugonjwa wa kufisha. Watu wengi sana wana matatizo ya kisaikolojia na wana matatizo ya kimwili. Tatizo limeanzia kwenye moyo. Lakini ni kwa sababu ya tabia ya kutokusamehe. Tabia ya ubabe. Wewe ni mbabe kwa kila mtu. Hutaki kuambiwa. Haleluya. Wewe unajua sana. Wewe mwisho wa siku moyo wako huu maskani ya Mungu unakuwa ni maskani ya ibilisi. Hivi unafahamu kwamba moyo ni chumba? Bwana Yesu asifiwe sana. Anaweza kakaa Mungu aliye hai ama ibilisi ndani yake. Ndio maana ili Mungu aruhusu kitu kinachoitwa nguvu ya mabadiliko, anahitaji moyo wako. Bwana asifiwe sana. Moyo wako utakapokubali alafu ukatii, ndipo unapopata uponyaji wa moyo.
Lakini usipokubali na kutii, huwezi kupata uponyaji wa moyo, utabakia kuwa wa kawaida. Alafu unajua kitu gani kibaya, mtumishi wa Mungu, kitatokea? Shetani atakufanya kuwa agenti wake. Ndio maana kuna mawakala wa ibilisi wengi sana baba makanisani. Watu wanafikiri kwamba agenti wa ibilisi lazima uwe mwanga. Hata tabia yako tu ni agenti. Yes. Yaani tabia yako tu ni agenti wa ibilisi. Hii ndio inasababisha vikwazo kwenye maombi, vikwazo kwenye bendi, vikwazo kwenye uamsho wa kanisa, character. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa mtu ukisikia tupige maagenti wa ibilisi unafikiri eti ni mchawi au mwanga. Kumbe tabia ya mtu ni sehemu ya uagenti wa ibilisi. Mwenendo wako ni sehemu ya uagenti wa ibilisi. Unazuia kusudi la Mungu watu wasisonge mbele kwa sababu ya tabia zako. Haleluya. Mwambie Bwana Yesu, kila tabia mbaya leo niachie katika jina la Yesu. Mwambie Bwana Yesu, jioni ya leo mimi fulani ninatamani niwe wakala wa ufalme wa mbinguni katika jina la Yesu. Sema amen. Sema tena amina.